Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam wa ba'd. Katika halaka yetu ya fiqhi iliyopita tulizungumzia swala la adab alqada, adabu za kukidhi haja, na katika maudhui haya tukaonyesha utajiri wa sheria ya Kiislamu ambao lazima tujifakhiri nao, ndugu zangu. Yani hii dini ilivyokuwa na utajiri inatupa mwongozo mpaka wa mtu kuenda haja. Dini zote za kirohia, mfano kinaswara, kibudha, hawana utaratibu huu. Utaratibu huu uko pekee kwa sharia ya Kiislamu. Hii yaonyeshwa sharia ya Kiislamu, tulisema ni sharia ambayo inaambatana na umbile la mwanadamu, imemjua mwanadamu na inatekelezwa kibinadamu, na kutekelezwa kwake ndio rahma kwetu sisi. Tukaeleza inshallah baadhi ya mambo ambayo wanavyuoni wetu wameeleza adabu za kukidhi haja. Miongoni mwa adabu, kama nakumbuka, ni kuanza kuomba dua kabla hujaingia wapi? Chooni. Useme bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hii dua unamwambia Mwenyezi Mungu, najilinda kwako Mwenyezi Mungu dhidi ya mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike. Na tukasema hii ni dalili kwamba mashaitani wana jinsia, wanao wanaume na wao wanawake na wanazaana. Ama mimba ya shaitani inakaa vipi sijui, na wala si taklifu kwa sisi tukaulizia, je, mimba yao inapatikana vipi, ni miezi mingapi? Hatujui. Sisi tunajua tu mwanadamu anaweza kuwa na ujauzito hata miaka miwili. Katika fikhi inawezekana ujauzito kachukua miaka mingapi? Miwili. Taban aghlabu ni miezi 9. Aghlabu ni miezi 9. Lakini pia mwanamke anaweza akazaa miezi 6. Kama vile vile anaweza kuzaa miezi 8. Lakini wanasema wanavioni, mwanamke akizaa miezi 9 ni ukamilifu zaidi. Lakini mtoto anakamilika hata miezi mingapi? Yani miezi 6 anaweza akazaa. Kwa nini miezi hii ni muhimu? Kwa sababu isije mtu akaoa kisha mkewe akapata ujauzito akazaa baada ya miezi 6 kazusha rabsha. Wewe utaniambia hii mimba vipi ilipatikana? Sasa ni fikhi ni muhimu sana kujulikana, ndugu zangu, katika masala haya. Pili, tukasema kwamba unaanza na mguu wa kushoto. Unaanza na mguu wa kushoto. Unaingia kisha adabu ya tatu tukasema, na kama tulitaja hii, kwamba nguo yako usifungue mpaka ufike katika pale ambapo unakidhi haja yako. Yani usifungue bidufatin wahida. Kuna watu wana tabia hii, akishafungwa mlango wa choo tayari ashavua kila kitu. Katika adabu sio hivyo. Inatakana uvue kwa dufa wahida, lakini ukifika katika sehemu husika ya nini? Ya choo. Iwe ni kawanda, yani uwanja, au iwe ni ndani ya vyumba kama hivi tulivyo navyo mijini huku. Kisha tukataja pia kwamba katika suala la adabu alqada alhaja ni hakikisha kwamba unaingia na maji ya kutosha. Kama hakuna maji, unaingia na maji ya kutosha, na kama ni masuala ya mawe unabeba mawe, kama tulivyoeleza masuala ya al-istinja wal istijmar. Na kama tulivyoeleza nyuma, kuna masuala ya al-istinja, kuna al-istijmar, kuna al-istibra na kuna al-istinza. Zote hizi ni misamiati ambayo inshallah tulieleza nyuma. Miongoni mwa mambo leo inshallah taala tutajifunga na mambo kadha wa kadha tukimalizia mlango huu wa adabu alqada alhaja. Miongoni mwao tukasema, kama mnakumbuka, mambo ya kutotema mate. Haturuhusiwi kisheria kutema mate, na zaidi kukitemea mate choo hairuhusiwi. Si katika adabu za kukidhi haja. Kutema mate kile choo ambacho unafanya kisha unakitemea mate, si katika adabu za qada'ul haja, yani kwamba ni adabu nzuri, bali ni adabu mbaya. Kisha tukasema vile vile kuweza kucheza uko chooni, una simu yako nacheza game, au uko katika Twitter, manake TikTok na nini,
huruhusiwi kufanya abath chooni. Hizo ni moja katika sababu yani katika adabu tulizozungumza. Leo inshallah taala tutaendelea na miongoni mwa adabu vile vile katika choo ambao inshallah taala ni kujiepusha kukidhi haja mbele ya watu, yani au kwenye kivuli chao. Watu wako njiani, mfano wewe unakidhi haja kama watu leo wanavyofanya. Mtu hajali, wanaume hawa utamwona na kojoa tu barabarani na watu wanapita, hajali. Kiislamu moja katika adabu ni kwamba haturuhusiwi kukidhi haja zetu mbele ya machoni mwa watu, au yani njia za watu, au kwenye kivuli chao. Watu wenyewe wana mwarobaini mfano au mwembe, ukaa na kuzungumza taban, kisha wewe unakwenda kukidhi haja. Imekuja hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ittaqu al-la'inaini. Waqalu ya Rasulullah wama al-la'inani ya Rasulullah? Qala, akasema sallallahu alaihi wasallam, man yataghatta fi tariqi an-nasi aw dhillihim, man yatakhalla. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, ogopeni mambo mawili yanayosababisha laana. Si watu wawili, ogopeni mambo ngapi? Mawili ambayo yanasababisha laana. Masahabatul kiram kwa pupa yao ya elimu wakauliza, ni yepi yanayosababisha laana mambo mawili haya? Akasema kwanza ni alladhi yatakhalla fi tariqi nas, ambaye anakojoa au anakidhi haja mbele ya njia za watu. Watu wanapita hapo, kisha wewe unafanya udhia kama huo, utapata laana. Kisha au fi dhillihim, au katika kivuli chao wenyewe ukaa, kisha unasema wacha ni waudhi, ni kojoe au nifanye kinyezi. Kwa hivyo moja katika adabu ya qada'ul haja, unajiepusha katika maeneo ya public, na pia unajiepusha na mahala ambapo watu wanakaa kuzungumza mazungumzo yao ya kawaida. Leo utakuta kutokuwa na nidhamu. Ni masikitiko hizi, ukienda katika hizi fukwe za bahari ambazo ni mahala watu pengine kukaa na kuvuta mawazo, kuvuta upepo, zile hazikaliki. Watu wanakojoa na kufanya haja, yani hapakaliki. Sasa hii ni ukosefu wa nidhamu. Sheria ya Kiislamu inasema kwamba njia inayopita watu au mahala ambapo pana watu wanakaa si vizuri kukidhi haja, bali ukifanya hivyo unajifikia katika laana. Jambo jingine katika adabu ni kwamba ujiepushe na kila ambacho kina utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au utajo wa Uislamu. Na hii imekuja Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, ile pete yake ilikuwa imeandikwa taban maneno matukufu. Sasa ilikuwa akivua pete alipoingia wapi? Chooni. Na ipo hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni kijana ambaye alikaa takriban miaka 10 kumhudumikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni moja katika masahaba waliopata bahati kubwa sana kuombewa na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam dua mzuri, Allahumma barik lahu fi amwalihi wa auladihi, Mwenyezi Mungu mbariki katika mali yake na watoto wake. Baadhi ya wanavyuoni wa sera na tarikhi wakasema sahaba huyu kwa dua hii ya Mtume alitunukiwa watoto takriban 100, wengine hata 80, yani 80 au hata 100. Ziko riwaya kwamba alipata watoto 80 na ziko riwaya kwamba alipata watoto 100. Katika maswahaba waliokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Anas bin Malik, na ndiye swahaba aliyeishi muda mrefu. Ni swahaba ambaye aliishi muda mrefu mno, Anas bin Malik, kiasi kwamba aliweza, katika tarikhi inatajwa kwamba huenda al-Imamu Abu Hanifa alikutana na Anas bin Malik na akapokea hadithi inayosema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Inasemekana hivyo. Hii ni kauli ameitaja al-Dr. Wahbatu Zuhail katika kitabu chake Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu. Kwa hivyo Anas bin Malik alipata baraka kubwa na Mtume Muhammad. Katika hadithi anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-khalaa, yani anapoingia chooni,
wadaa khatimahu, akivua pete yake, kwa sababu ilikuwa ina utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa wanavyoni wakachukua hukumu kwamba chochote kinachotajwa na Allah Subhanahu, yani kilichotajwa inamaanisha Mwenyezi Mungu, hayaruhusiwi kuingia nayo. Sasa leo kuna zama za simu. Simu hii ina nini? Ina Qur'an, sio? Wanavyoni wakasema lau utafungua ile application ya Qur'an, ikiwa sasa Qur'an iko hapo, hufai kuingia nayo. Lakini kama umeifunga, unakuwa unaingia nayo, haina shida. Umefahamu ustadhi? Kwa hivyo kama hii simu umeifungua kwenye Qur'an, ile app ukafungua, hufai kuingia nayo. Lakini kama utaifunga simu hivi, unaweza kuingia nayo hata kama nini ina Qur'an. Kama vile vile mtu mwenye kuwa na janaba hafai kubeba kitu ambacho kinatoja Mwenyezi Mungu. Mfano Qur'an, huwezi kushika Qur'an. Lakini una laptop imejaa nini? Qur'an. Ile laptop kama umeifungua na ile application ile ya Qur'an iko wazi, ndio huruhusiwi. Lakini ikiwa umeifunga, haina shida. Na haya ni muhimu sana kwa wanaosafiri. Wakati mwingine umefika Mtito pale, labda uwezi kuacha begi zako ndani ya gari, inabidi uingie nayo. Kwa hivyo usijifanye sana daruweshi kwamba mimi niziweke hapa nikakojoa, ukija utajua hujui. Watu wameiba mpaka msikitini kuseuza kwenye mabasi. Kwa hivyo ni muhimu uende na laptop, lakini hakikisha kwamba ile folder umeifunga haiko wazi. Ili ni moja katika adabu za kuingia chooni, kwamba uhakikishe unajiepuka na swala kubeba kitu chenye utajo wa hadithi au Qur'ani au na chochote kile. Jingine katika adabu za kukidhi haja ni kutoelekea kibla au kukipa mgongo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la tastakbiluha wala tastabiruha, msikielekee kibla wala msikipe mgongo. Lakini wapi? Kama ni nje, wenyewe wanasema kwenye makawanda. Kawanda ni maana eneo ambalo halina majengo. Lakini kwa vyuo vyetu hivi haina shida. Haina shida kwa sababu tayari kuna pazia imewekwa pale. Na kuelekea huko hatufai kuelekea kiadabu, kuelekea kibla, kwa sababu kibla ni mahala patakatifu. Kibla ni mahala patakatifu ambapo tunatakikana tuheshimu. Na katika Uislamu tumehimizwa kuheshimu vitakatifu vya Uislamu. Waman yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa alqulub. Na yoyote mwenye kuadhimisha vitakatifu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi amali hiyo ni katika ucha Mungu. Jingine katika swala hili la adabu alqada ni kutokiangalia kile choo. Kutokiangalia kile choo chako. Wewe kama umepiga rojo lako la viazi huko, ukija ukifanya shughuli zako, haituruhusiwi uangalie kwamba mzigo umeushusha ni mkubwa. Wewe shika shughuli zako, usiangalie kile choo. Katika adabu usiangalie kile choo. Na tulisema, nafikiri tumetaja hii kwamba ima ikitokea dharura, kwa mfano unaweza kukiangalia. Kwa mfano kutaka kuhakikisha kwamba pengine choo kimesafishika, watu wenye minyoo, amepewa dawa, kwa hivyo akameza zile vidonge, akienda chooni hapa lazima ataangalia. Lakini kama hakuna ni dharura yoyote, huruhusiwi kuangalia kile choo. Na ni moja katika adabu za choo za kukidhi haja. Jingine pia ambapo tutakamilisha hapa inshallah ni kuzungumza ukiwa chooni. Tuna hiyo tabia Sheikh Ahmad, sisi uko chooni bado angalia, sikiza, unapiga simu ukiwa ndani ya choo. Si katika adabu, isipokuwa kuna dharura. Sheikh Ramadhani umeingia chooni kwa mfano, au nimeingia chooni mimi, nimebeba maji sawa, lakini maji yakanishia ni machache, naweza nikakwambia Sheikh Ibrahim lete maji hapa, nimezungumza kwa dharura. Lakini ni makosa kuzungumza yani wakati unakidhi nini haja, ni ujizuie kuzungumza. Hizi ni katika adabu ambazo Uislamu umetukataza
yani katika mambo ambayo yametukataza na mambo ambayo yamehimizwa kuyachunga tunapokidhi haja. Inshallah itakuwa tumekoma hapa katika mlango wa adabul qadha, na inshallah taala anayetaka ziada bado nipo, tutakuja kuyazungumza kwa wingi, lakini inshallah tutashifti katika mlango mwingine wiki itakayokuja biidhnillah taala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.